Hello mtu wangu, mambo vipi? Karibu tena. Je, unataka kujifunza kinanda ama tayari unakijua lakini kusoma ni shida? Ukionaga mziki wa nota mwili wako unapata vipele? Leo tunatatua tatizo hilo. Leo alilali. Jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki, channel yako YouTube ambayo inakufundisha masuala ya kujifunza kinanda na audio production ama utayarishaji audio, matangazo, nyimbo, filamu, vyote tunafundisha hapa hapa. Karibu. Nimekutana na watu wengi ambao wanasema kinanda tunajua kukicheza, lakini ukitiletea mziki ambao umeandikwa huwa ni kizungumkuti. Kwa hiyo leo tunaongelea swala hilo. Nadhani wengi mumewahi kukutana na car stereo systems, sound systems ambazo huwa kumeandikwa sehemu treble, kuna sehemu kumeandikwa bass, alafu kuna sehemu kumeandikwa mid, okay? Zile ni EQ lakini vile vile ni pitch. Kwa hiyo sehemu ya juu ya kinanda huwa tunacheza kwa kutumia mkono wa kulia, alafu hiyo ndo treble. Alafu sehemu ya chini ya kinanda huwa tunacheza kwa kutumia mkono wa kushoto na hiyo ndo bass. Kama hujaangalia video yetu kuhusu namna ya kuvipa majina vitufe hivi ama batoni hizi, video ipo hapo. Naomba uicheki kwa sababu tunajengea kwenye hiyo leo. Kama unavyojua kwamba tuna note A, B, C, D, E, F, G. A tunarudia, B, C na tunaendelea. Nadhani hiyo nalijua. Kwa hiyo kama utajifunza mziki inabidi ujifunze vitu vifuatavyo. Cha kwanza, mziki huandikwa kwenye makundi mawili ya mistari mitano mitano na nafasi 4 4. Kwa hiyo una kundi la juu ambalo linaitwa treble, alafu una kundi la chini ambalo linaitwa bass. Kwa hiyo kila kundi lina mistari mitano na nafasi 4. Hiyo treble clef inaweza ikaitwa G clef. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanzo wake unazungukia sana hapo kwenye G, mstari ambao unawakilisha herufi G ama pitch G kama tulivyoona mwanzoni. Na bass clef huwa inapendwa kuitwa F clef kwa sababu nayo mwanzo wake huzungukia sana kwenye mstari hapo ambao una jina la F ama unawakilisha pitch F kama tutakavyoona. Kama utasoma mziki wa nota, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni pitch ambayo ni muhimu sana, inaitwa C ya kati ama middle C. Hii C ya kati huwa ndo imeenda sambamba na kitovu chako, kwa hiyo huwa ipo katikati. Kwa hiyo kwenye hiki cha kwangu C ya kati ndo hii. Okay? Kitu cha pili, tukitembea kutoka hiyo C kwenda juu au chini, noti inayofuata itakuwa ni kwenye nafasi, alafu inayofuata itakuwa kwenye mstari, inayofuata kwenye nafasi. Kwa hiyo kama unatoka kwenye nafasi unaingia mstari, ukitoka kwenye mstari unaingia nafasi, hivyo hivyo. Kwa hiyo C kwenye alphabet, ukitoka C tunaenda D. Kwa hiyo hii ndo D, lakini D itakuwa kwenye nafasi inayofuata, nadhani unaiona. Alafu ukitoka kwenye D unaenda E. E ndo itakuwa kwenye mstari wa kwanza tukienda juu kwenye treble clef yetu ama kwenye kundi letu la treble. Kwa hiyo E ndo mstari wa kwanza. Mstari huo ukitoka unaingia F, lakini F ipo kwenye nafasi kwa sababu nafasi ndo inayofuata. Baada ya hapo tunaingia mstari mwingine, mstari wa pili ambao ni G. Nadhani unaziona kwenye screen yako. Alafu ukitoka hapo unaingia kwenye nafasi ambayo ni A. Then unaingia kwenye mstari ambao ni B, mstari wa 3. Alafu unaingia kwenye nafasi ambayo ni C inayofuata. Kumbuka tumekutana na C ya kati, lakini hii ni C ya juu sasa, ya kwanza. Tunaenda D ambao ni mstari. Tunaenda E ambayo ni nafasi. Tunaenda F ambayo ni mstari wa mwisho. Sasa kwa sababu kinanda changu kinaendelea na vinanda vingine huwa ni virefu zaidi ya hapo, utakuta kwamba nina note G kwenye mstari unaofuata, kwenye nafasi inayofuata baada ya ile mistari yangu. Alafu nadhani huo mstari unaona kwamba ni mfupi sana.
huu mstari unaitwa ledger line. Sio mstari kama ile ya kawaida ambayo tumekuwa nayo mitano, lakini nao ni mstari. Kwa hiyo kuanzia hapo mistari yoyote tutakayokutana nayo zitakuwa ni ledger lines ama mistari aina ya ledger. Baada ya hapo tunaenda kwenye nafasi inayofuata ambayo kuna B, kwenye mstari unaofuata ambao tuna C, na vinanda vingine unaweza kaendelea na mtindo huo. Sasa middle C ama C ya kati ndio tulipoanzia kwa treble, okay? Tutaanzia hapo kwenda kwenye bass. Kwa hiyo kwenye bass tutaanza vile vile kwenye C ya kati ambayo ni hii. Lakini mara hii ukiangalia kwenye bass inaonekana ipo chini zaidi na kwenye treble inaonekana ipo juu zaidi. Kwa hiyo ni ishara moja ya kuonyesha ni mkono gani mtu atakuwa ametumia wakati anaandika ama wakati anafikiria namna ya kucheza hizo noti kwenye kinanda. Kwa hiyo hii C ya kati ama middle C, watu wengine wanaiita hivyo. Sasa tukienda chini tutakutana na B ambayo ni nafasi inayofuata chini ya C ya kati. Alafu A, mstari wa kwanza kutoka juu kwenye bass. Alafu nafasi inayofuata ni G kutoka juu. Alafu mstari wa pili kutoka juu ni F. Alafu nafasi ya pili kutoka juu ni E. Alafu mstari wa tatu kutoka juu ni D kama unavyoona. Alafu mstari wa nafasi ya nne kutoka juu ni C. Na mstari wa mwisho kutoka juu ambao ni mstari wa tano utakuwa ni mstari wa nne utakuwa ni B. Alafu nafasi ya nne kutoka juu ni A na mstari wa tano kutoka juu ni G. Okay? Sasa huo mstari kama unavyoona ndo wa mwisho. Watu wengine wanaweza wakasema ndo wa mwanzo wa kwanza, lakini mimi nimehesabu kuanzia kwenye C ya kati. Okay? Na vile vile tunaweza kuendelea. Kwa hiyo tukienda chini tuna nafasi, hiyo ni F. Alafu tunakutana na mstari wa kwanza wa ledger line kutoka kwenda chini sasa. Hiyo ni E. Okay? Nadhani mpaka hapo tuna mistari mitano juu, mitano chini, hiyo ni 10. Alafu tuna nafasi 4 juu, 4 chini. Hapo kuna noti 18 ambazo lazima tuwe tunazijua. Alafu tuna C ya kati 19 na kuna D na kuna B chini yake na juu yake. Sasa 21 hizo bado hatujakumbuka zile ledger lines juu na ledger lines chini. Kama unavyoona inaweza ikawa sio rahisi sana kwa mtu ambaye anaanza kukumbuka, lakini kuna namna zingine nyepesi. Okay? Kwa mfano, kuna watu wamebuni maneno ambayo yanaweza yakatusaidia kujua hizo noti. Kivipi? Kwa mfano tukianza kwenye treble, mistari yetu kuna mstari wa kwanza ambao ni E, wa pili ambao ni G, wa tatu B, wa nne D na wa tano F. Okay? Sasa hiyo mistari mitano noti zilizopo, kuna watu wamebuni maneno ambayo yanaweza yakakusaidia kuikumbuka. Kuna E, neno every, G, good, B, boy, D, does, F, fine. Kwa hiyo unaweza kutumia kauli every good boy does fine. Hiyo ndo mistari yako ya juu. Okay? Ni maneno ya Kiingereza lakini nahisi ni mepesi sana kukumbuka. Unaweza ukatafuta kauli yoyote ambayo maneno yake yanaanza na herufi E, alafu G, alafu B, alafu D na F. Mimi ninavyokumbuka ni hivyo. Na ni rahisi na nadhani haitatuhangaisha kwa sababu kuna mbinu zingine. Kwa hiyo ni namna moja ya kukumbuka hiyo mistari kwenye treble clef. Upande wa bass tuna mistari mitano vingine vile vile, na tulisema kwamba ni G, B, D,
F na A. Okay? Kwa hiyo watu wengine huwa wanatumia kauli kama ile ya kwanza, lakini wanaibadilisha kidogo, kwa sababu ile ilikuwa inaanzia kwenye E, lakini hii inaanzia kwenye G. Lakini herufi zingine utakazoziona naona zinafanana, lakini badala ya E chini tuna A juu. Sijui kama unaweza kaona hilo swala. Kwa hiyo watu wengine wanatumia good boys do fine always, na hiyo ndo mistari yako ya chini. Kukumbuka nafasi tumesema nafasi ya kwanza ni F, alafu ya pili ni A, alafu ya tatu ni C, na ya nne ni E. Zipo 4. Sasa hizo nafasi ukiziangalia F, A, C, E zinataja neno face. Face na wote tunajua ni sura nadhani. Kwa hiyo hiyo treble clef inakuwa imeisha. Kwenye nafasi za bass clef za chini tutakuwa tuna A, C, E na G. Lakini hizi nadhani kuna watu nimekuta wanatumia all kwa A. Cows eat grass. Nadhani kwa Mwafrika yeyote ambaye anajua ng'ombe, anajua kwamba ng'ombe wote huwa wanakula nyasi, hiyo ni rahisi sana kukumbuka. All cows eat grass. All cows eat grass. Lakini hii tulisema linaandika neno sura. Kwa hiyo hii ni face. F A C E. Neno face. Good boys do fine always. Alafu hapa every good boy does fine. Okay? Kama unavyocheza mziki ambao ni wa live, hauna muda huo wa kuangalia bana, hii nafasi ya pili, ngoja nikumbuke hii kauli, alafu nijue ni mstari gani huo. Nadhani sio rahisi. Kwa hiyo kuna watu wamebuni njia rahisi zaidi, ambao njia hiyo inaitwa landmark system. Kwenye mfumo wa landmark, nadhani kukupa mfano rahisi wa kuona, nadhani wote tumewahi kwenda stendi ama tumewahi kwenda sokoni. Lakini kama unatoka nyumbani, kuna sehemu ambapo unafika utasema sasa hapa nadhani nimetoka kwenye nyumba. Nipo mlangoni, nimeingia kwenye veranda, nimeingia uani, alafu nimetoka nyumbani kwangu. Nipo nje, labda nikifika center naenda kulia. Hizo zote ni landmark. Kwa mfano kama unatoka kwenda Kampala kwa mfano, una sehemu utapita, utafika pameandikwa Morogoro. Alafu ufike sehemu Gairo, labda ufike sehemu nyingine Singida, ufike sehemu nyingine labda Mwanza, labda ufike sehemu nyingine Boda, sijui Mtukula, sijui wapi. Alafu une sehemu sasa imeandikwa Kampala. Kwa hiyo utajua nimefika. Kwa hiyo zile zote ambazo nimekuwa nakutajia ni landmark, ni viashiria ama ni alama za kukuonyesha kwamba umefika sehemu gani. Kwa hiyo hata hapa kama unataka urahisi wa kujifunza kusoma muziki wa nota, nadhani landmark system, mfumo wa landmark ni rahisi zaidi. Kwa hiyo landmarks hizi, ya kwanza kabisa ambayo inabidi uikumbuke ni C ya kati. C ya kati ndio hii hapa. Ipo katikati. Okay? Hiyo ndio ya kwanza. Landmark ya pili sasa ni C hii hapa ya juu na hii hapa chini yake. Hii ya juu utaikuta kwenye nafasi ya tatu kutoka chini. Kwa hiyo kwenye treble hii hapa ndo C hiyo. Okay? Halafu tuna landmark ya tatu ambayo ni F, ni G. Kumbuka ile G tulisema kwamba ndo bass clef ndo treble clef inapozungukia ama inapoanzia. Kwa hiyo ndo hii. Hiyo nayo ni landmark nyingine. Kwa hiyo hizo tayari ni ngapi? Ni 3. Okay? Na upande wa mkono wa kushoto ama wa bass, landmarks zipo 3 vile vile. Landmark ya kwanza C ya kati hiyo, alafu landmark ya pili
ni ile C tulikuwa tunaongelea, alafu landmark ya 3 ni mstari wa F. Kwa nini huu mstari ni muhimu sana? Ni muhimu sana kwa sababu bass clef tulisema inaitwa F clef mara nyingine. Kwa sababu gani? Ukiangalia hiyo alama ya bass clef inaanzia ama inazungukia pale kwenye mstari wa F. Hizo ndo landmarks zako 5 muhimu za kuzingatia: C ya kati, C ya juu kwenye treble clef, C ya chini kwenye bass clef, kuna G kwenye treble clef na kuna F kwenye bass clef. Kwa hiyo ukijifunza hizo landmark 5 ambapo kuna C 3, kuna G 1, kuna F nyingine chini, kujifunza hizo, maisha yanakuwa ni rahisi. Kwa hiyo kama sehemu ya kupiga zoezi kidogo, tunaweza tukaangalia. Kwa hiyo mimi nitakuwa na kuchorea hizo noti, alafu wewe utakuwa unaniambia ni noti gani. Kwa mfano, tunaweza tukaanza na noti kama hii. Unadhani noti gani? Kama umesema ni A, utakuwa uko sawa, kwa sababu A ipo chini ya C ambayo tayari tunaijua. Okay? Na je, hiyo nayo ni A. Kwa sababu gani? Ipo juu ya F ambayo tayari tunaijua. Kumbuka kwenye mistari tulikuwa na noti 5 na kwenye nafasi tulikuwa na noti 5 na noti 4. Kwa hiyo hiyo ni A na hiyo ni A. Nyingine, je, nikifanya hivi, nadhani hiyo ni C ambayo tayari ni landmark yetu. Je, nikifanya hivi, hiyo ni B kwa sababu ipo chini ya C ambayo tayari tunaijua, C ya kati. Ukitumia hii, nadhani mtu atasema ni A. Kwa sababu gani? Ipo juu ya G tunayoijua. Na hii kama umesema ni E, uko sawa, kwa sababu ipo juu ya C tunayoijua. Kwa hiyo nadhani ukitumia mfumo huu ni rahisi sana kujifunza kusoma nota kwenye kinanda. Hilo ni swala la pitches, lakini vile vile tuna swala la rhythm. Sasa tukiingia kwenye swala la rhythm, mimi kinachonijia kichwani ni mchezo ama ni kucheza. Hapo ndo sponsor wetu anaingia, shule ya Mount Carmel Junior School. Ile shule bwana, watoto wanacheza vizuri kwa afya zao kama wanavyojua, wana walimu waliobobea kwenye masomo haya, wana mazingira mazuri ya kujifunzia na wamesajiliwa. Kwa hiyo kama una mtoto wako kuanzia chekechea hadi la 7, nadhani sehemu sahihi ya kumpeleka ndo hapo. Tukitoka huko, kila noti unayoiona ina vitu viwili, ina pitch, ina rhythm. Okay? Video nadhani kati ya video zijazo tutaongelea swala la rhythm, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho kimepakia kama tayari umeshajua swala la pitch. Kwa hiyo angalia nyimbo yoyote ile, uone kama unaweza kugundua baadhi ya notes ukisoma kwenye notation form ama kwenye nota kama zilivyoandikwa. Jina langu ni Tike kwenye beat, na hii hapa ni Muziki wa Mashariki, channel yako inayokufundisha kucheza kinanda na utayarishaji audio wa nyimbo, filamu, matangazo, vyote hivyo. Karibu sana, tuonane tena hapo baadaye.